Neno la wakati. Neno la wakati na Krista Rogers, dada wa vijana, ni kila siku ya Jumanne na Jumamosi saa 2 kamili hadi saa 2 na dakika 45 usiku. Ninakusalimia mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu kizuri sana cha Neno la Wakati ambacho kinakujia kila siku ya Jumanne na Alhamisi kuanzia saa 2 kamili za usiku mpaka saa 2 na dakika 45. Na siku ya leo niko na mtumishi wa Mungu Bishop John Kamwela. Utakwenda kumsikiliza habari ya mada yetu ambayo tuko nayo siku ya leo. Na mada yetu siku ya leo inasema kijana na utumishi. Yako mambo ambayo yameimuka, ambayo tunayasikia, ambayo yanasikika kila kona kwa habari ya utumishi kwa kijana. Bila shaka kupitia kipindi cha leo itakwenda kujifunza mambo mengi sana. Naamini hautabaki kama ulivyo. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amina. Unaendeleaje? Namshukuru Mungu kwamba naendelea vizuri. Hongera sana kwa huduma. Asante sana, nashukuru sana ndugu mtangazaji kwamba tunaendelea na Mungu anatutia nguvu. Amen. Amen. Bishop, nimekutambulisha kwa jina la Bishop. Una utambulisho mwingine zaidi hapo? Napendelea sana utambulisho wa mchungaji John Kamwela, mchungaji kiongozi wa kanisa hili la Tanzania Assemblies of God hapa Keko, mji wa Makimbilio. Lakini mimi ni makamu askofu wa jimbo la Temeke. Ndio. Na ndio maana mnapenda kuniita askofu. Nashukuru sana kwa utambulisho wako. Amina, amina baba. Bishop, mtapendelea mimi nikuite kwa jina la Bishop maana ndio limenisawa. Sawa, uko sawa sawa. Amina. Mada yetu leo mezani inasema kijana na utumishi, ambaye mpenzi msikilizaji anatisikiliza sasa hivi kwa mada yetu ya leo ni kijana na utumishi. Bishop, kabla sijaenda mbali, labda unaweza kuniambia nini maana ya utumishi? Asante ndugu mtangazaji. Ziko maana kama 2 hivi za mtumishi. Maana ya neno mtumishi. Neno mtumishi ni neno la jumla, kwa maana kwamba inazungumzia utumishi. Anaweza kuwa mtumishi wa umma na mtumishi wa kiroho. Kwa hiyo mimi nizungumzie kwa maana zote 2. Maana ya neno mtumishi ni tendo la kuhudumia jamii. Ni tendo la kuhudumia jamii au kusimamia watu kwa ajili ya kutekeleza jambo. Kuna jambo ambalo linatakiwa litekelezwe kwenye taasisi au kwenye jamii. Kwa hiyo lile tendo lile linalofanywa na yule kiongozi inaitwa utumishi. Lakini utumishi upande wa kiroho, Yesu anasema ni mtumwa. Ni mtu anayefananishwa na mtumwa, tofauti na utumishi wa umma. Utumishi wa umma ni mtumishi anakuwa na heshima zake nyingi. Lakini Yesu yeye anamuona huyo mtumishi wa kiroho huwa ni kama mtumwa. Ndio maana akasema katika Luka, mseme sisi ni watumwa usiokuwa na faida. Kwa mtu yote anayeingia kwenye utumishi huu wa kiroho ajihesabu, ajifahamu kwamba yeye anafanya kazi kama ya mtumwa, anayetumwa na mtu mwingine, anatumwa na Kristo, anamtumikia Kristo, anafanya kazi ile ambayo ni ya Kristo, kwa ni mtumwa wa Kristo. Asante sana Bishop. Nikupeleke katika kipengele chetu cha utumishi. Labda unaweza kutuelezea mtumishi ana sifa zipi? Sifa za mtumishi ziko nyingi. Sifa za mtumishi ziko nyingi kidogo, lakini sifa kubwa ya mtumishi ni uaminifu. Hapa tukizungumzia awe mtumishi wa umma, awe mtumishi wa kiroho, kubwa kuliko zote ni mtu huyu aonekane kuwa mwaminifu. Hivi uaminifu, kwa nini uwe mwaminifu? Kwa sababu kazi ile unayofanya ni kazi ya watu, na hasa kwenye utumishi wetu wa kiroho ile ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo unatakiwa kwanza, sifa ya kwanza nimesema ni uaminifu. Kumjua yule ambaye unamtumikia anataka nini, miko yake ni ipi, anataka kazi yake ifanyike mpaka wapi. Ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4
anamwonyesha mtumishi ule mstari wa 12, anasema mtu awaye yoyote yule asidhalau ujana wako, bali uwe kielelezo. Kwa mtumishi lazima awe mbele, awe kielelezo kwenye lile kundi ambalo analiongoza kwa namna zozote. Lakini sifa nyingine ya mtumishi, lazima awe mvumilivu, kwa sababu kuna mambo mengine hayaji haraka. Wakati fulani matunda yanachelewa kuja. Kwa lazima awe mtu ambaye anavumilia kwamba matunda yale yatakomaa lini. Wakati mwingine huduma inachelewa kukua, inakuwa taratibu. Kwa mtumishi lazima avumilie, awe mtu ambaye anaweza kuvumilia mpaka kazi ile itakapopata mafanikio kama vile anavyofikiri. Mungu akubariki sana. Bishop, naomba nikupeleke kwenye maandiko au Biblia inazungumzia nini kuhusiana na utumishi kwa kijana, inazungumzia nini? Kwa kweli kwa vijana Biblia inawataja vijana Ndio kama watumishi vijana. Kwanza katika kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 ule mstari wa 14b, anasema nawaandikia ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu na mmemshinda yule mwovu. Wamemshinda yule mwovu vijana. Lakini pia katika Yoeli sura ya 2:28 anaongelea hapo, tunaona ana watumishi wale vijana wakijazwa nguvu za Roho Mtakatifu wanatoka kwenda kumtumikia. Anasema na siku zile nitamimina roho yangu juu ya watumishi wangu. Anawataja vijana kwamba wao watakuwa wana maono juu ya utumishi ule. Anatenganisha kati ya watumishi vijana na watumishi wazee. Wazee anawapa sifa ya wao kuota ndoto. Wataota ndoto. Kwa ni ajabu sana ukisikia kijana anasema naota. Manake ni kama mlinzi ambaye alikuwa usiku analinda, alafu anakusimulia asubuhi, anasema nimeota ndoto. Kwa unajua hapa kumbe huyu hakuwepo kazini, alilala. Kwa lindo limeibiwa. Sasa mtumishi kijana ambaye ni kijana akisema mimi naota ndoto, naona ndoto, huyu tunaanza kuwa na mashaka naye, kwa sababu lazima awe na maono, aone maono. Maono ni shughuli. Maono lazima uandike. Unaona nini? Unaandika vile unavyoviona, vile ambavyo Roho wa Mungu anakufunulia. Mungu anafunua kutoka kwenye moyo wake, anakufunulia nini kitakuwepo baada ya miaka 3-4 ijayo. Unaandika pale. Lakini ndoto unaweza kulala tu kaota. Wakati mwingine ndoto huja kwa sababu mtu amekula sana, ameshiba, zikaja ndoto. Wakati fulani ndoto huja kama ninavyosema kwenye kitabu cha Mhubiri kwamba ndoto wakati mwingine huja kwa sababu ya mtu amekuwa na maneno mengi. Kwa hiyo Biblia inawaona hawa watumishi vijana kwamba ni watu ambao wanatakiwa kusimama na kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inafanyika sana kwa nguvu na kwa bidii. Bishop, umenipraisi hapo kwa habari ya mtu akiota tunahisi huyu ana maoni. Anaota tu. Mlinzi anaota. Ndugu msangazaji, ukikuta mlinzi anakusimulia ndoto asubuhi, ujue huna mlinzi hapo ndani. Kijana mtumishi kijana anakusimulia ndoto. Ndio. Ndoto kijana. Anatakiwa tuambie maono. Vision yake ni ipi? Anataka kufanya nini baada ya muda gani? Nini kitatokea? Kuna malengo ya muda mfupi, kuna malengo ya muda wakati, kuna malengo ya muda mrefu. Lakini ndoto ni kweli, kuna msemo anasema na ndoto yangu. Sasa ni kama anatafsiri hapo. Kwa tafsiri yangu mtu anasema na ndoto ni kama anasema na malengo. Anashindwa kusema malengo yangu, ni anasema ndoto yangu ni hii. Lakini mtu anaposema naota ndoto, kijana lazima tumwangalie vizuri. Bishop, unaionaje hali ya utumishi kwa vijana kwenye kanisa la sasa? Hali ya utumishi kwa kanisa la sasa kwa vijana kwa kweli kuna mambo mengi.
Kuna mambo mengi sana kwa hali ya utumishi wa vijana kwa sasa. Wako ambao wanafanya kazi ya Mungu vizuri sana, inafanyika kazi ya Mungu vizuri na wanamtumikia Mungu kwa viwango vizuri, lakini wako ambao wanafanya kazi ya Mungu si kwa uaminifu, si kwa uaminifu, hawajitumi katika viwango vile vinavyotakiwa, na wengine wanafanya kazi ya Mungu kwa tamaa kiasi ambacho kazi ya Mungu haiendi vile inavyotakiwa iende, inavyotakiwa iwe. Na wale wanaofanya kazi ya Mungu kwa tamaa, unakuta hata wanaweza wakatafsiri neno la Mungu kwa maana ile ambayo itakuwa ina faida upande wake. Asijali wale kondoo wa Mungu, asijali wale ambao wanamsikiliza na waongoza wapi wanataka kwenda. Ujue kunapozungumzia utumishi huu wa kiroho, manake huyu aliyetuweka kwenye huu utumishi ana mahali anataka kuwapeleka hao watu, ana mahali anataka wapeleke mahali. Kwa mfano, ukisoma kwenye Injili ya Yohana ile sura ya 14, Yesu anawaaga wanafunzi, anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao, la sivyo ningeliwaambia, lakini naenda, nikishakuwa tayari nitakuja niwakaribishe. Ina maana hawa watumishi wanaobaki huku ulimwenguni, ambao wapo wanabaki na lile kanisa lake, wanatakiwa wamtumikie kwa viwango vya kuhakikisha watu wale wana mlengo wa kufika mbinguni. Hilo la kwanza, kwamba mlengo wao wa kwanza wa utumishi huu wa kiroho, kwamba wahakikishe watu hawa wa Mungu wanafika kwenye ufalme wake. Maana yeye aliyewaajiri, aliyewaweka kwenye utumishi, ameenda kuandalia makao watu wake. Sasa wana wenye kuwapeleka watu wake ni watumishi. Hilo la kwanza. Lakini kumbuka kwamba watu wale ambao amewaacha hapa ulimwenguni wana maisha ya hapa duniani. Kwa watumishi hawa wanatakiwa kusababisha kwanza watu wale wanakuwa raia wema, raia wema wa taifa lao, raia wema wa watu wale wanaowazunguka, wanafanya vizuri kwenye taifa lao. Kama ni kodi wanalipa kodi, kama ni mambo ya Kaisari wanayasimamia kwa viwango, kwa uaminifu. Wanatakiwa wafundishwe na watumishi. Unanipata ndugu mtangazaji? Kwa hiyo kwa kuwa utumishi wetu sisi haulengi moja kwa moja kwamba tunawapeleka watu mbinguni peke yake. Wapo duniani watataka kusoma, watataka kuoa, watataka kuolewa, watakuwa na watoto, watataka kujenga, watataka kumiliki hivi na vile vitu vingine. Wanavipataje? Sasa watumishi hawa wa Mungu walio waaminifu watawaelekeza njia halali, njia nzuri za watu wao hawa, kwamba wanaweza wakamuona Mungu wa mbinguni, wakamiliki hapa duniani kama alivyosema Yesu, na kisha kwenye ule uzima wa milele. Bishop. Naam. Ukilinganisha na miaka kadhaa nyuma, bila shaka utakuwa unakubaliana na mimi, siku hizi kumekuwa na ongezeko kubwa la watumishi vijana. Hii inachangizwa na nini? Ni kweli ndugu mtangazaji, sasa hivi kuna ongezeko la watumishi wengi vijana. Ndio. Yako mambo mengi yanayosababisha watumishi wengi vijana waje. Ndio. Lakini jambo la kwanza kabisa, kwa nini vijana wamekuwa wengi kwenye utumishi, ni wito. Wamesikia ule wito wa kumtumikia Mungu kama vijana. Unajua ni tofauti sana na nchi zile za wenzetu kule nje ambako ulianzia wokovu. Vijana hawaingii kanisani, hawamtumikii Mungu. Lakini huku kwetu Afrika, hasa kwetu Tanzania, tunamshukuru Mungu sana sana kwamba wito umekuwa mkubwa kwa vijana. Ndio. Na nadhani ni kwa sababu ya lile neno la Mungu ambalo limesema katika kitabu cha Nabii Yoeli sura ya 2 mstari wa 28, ambao nasema ya kuwa itakuwa siku zile za mwisho Bwana atamimina roho yake juu ya watumishi wake, wanaume na wanawake. Halafu ndipo nawataja na vijana pale. Kwa inaonyesha kabisa wazi kwamba vijana wamepata wito wa kumtumikia Mungu sana. Lakini kuna wengine wanatafsiri vibaya, wanasema
kwamba vijana, watumishi wengi vijana wamekuja kuwa wengi kwa sababu ya kukosa ajira, japo hilo halina nguvu sana. Wengine wanasema labda kwa sababu vijana wako wengi sasa hivi, na kwa kuwa wako wengi basi wamekosa ajira, lakini nafikiri hilo sio sababu, ila sababu kubwa ni kwamba ni wito, na tukubaliane kwamba sasa hivi watu walio wengi duniani na hasa hapa kwetu Tanzania ni vijana. Kwa kama ni wengi hao, basi tutegemee kuona kwamba wengi sana wanaingia kwenye huu utumishi. Hata kama kuna wengine ambao wanaingia kwenye utumishi kwa shinikizo labda la kanisa, labda wengine kwa shinikizo la wazazi, labda wengine kwa shinikizo la jamaa na ndugu, lakini tuseme walio wengi ni wito. Ni wito. Lakini sasa shida inakuja kule mbele, anamtumikiaje yule Mungu? Anatumikaje kwa Mungu? Wengine ameitwa ni kweli, lakini akifika kule shambani, kule kazini, anaanza kuona matunda yale hayapati, hayaoni kama alivyotegemea. Ila ana wito, kwa anatakiwa apate nguvu kutoka huku nyuma ya kumsaidia kuendelea kufanya ile kazi yake ya wito kama kijana. Okay. Bishop, wewe ni mtumishi wa Mungu kwa muda mrefu sasa. Bila shaka unakutana na watumishi vijana. Zipi ambazo changamoto huwa unakutana nazo au wanakueleza katika utumishi wao? Ni kweli, nimekuwa mtumishi kwa miaka sasa zaidi ya 30 kwenye utumishi huu. Nimekutana na watumishi wengi vijana, wengi. Changamoto ya watumishi wengi vijana ni maisha. Okay. Ni maisha, kwamba wangetamani kuona mabadiliko haraka ya kiuchumi na kihuduma. Kwa hiyo wanapokosa yale mabadiliko yale, wanakosa neno la subira. Okay. Kwa hiyo wanajikuta wanaingia kwenye changamoto nyingi. Changamoto nyingi ambazo zinawapelekea uharibu hata utumishi wao. Kwa sababu kazi wanayofanya hawa watumishi ni kwamba ni kama tunamnyang'anya simba aliyeshika swala kinywani. Kwa tunataka kumnyang'anya, manake shetani ameshikilia hawa watu aende nao motoni. Sasa watumishi wanawanyang'anya wale. Kwa hiyo katika kunyang'anyana kuna kujeruhiwa. Kwa hiyo adui anatumia nafasi ile ya wale watumishi vijana, kwa sababu ya kukosa hali ile ya uvumilivu kwenye utumishi wao. Wana changamoto nyingi, ziko nyingi, changamoto ni nyingi ndugu mtangazaji. Zingine hata kuzitaja zinatia aibu. Unakuta wanaingia kwenye tamaa za mali, wanajikuta wanafanya vibaya. Lakini wengine wanaenda mbali zaidi, wanakabiliwa na kashfa nyingi, wanasababisha kanisa la Mungu kutukanwa kwa sababu ya wanajiingiza kwenye mambo ambayo kwa kweli hayastahili, hayafai. Bishop, mara kadhaa tumesikia changamoto kubwa ambayo inawakabili watumishi vijana. Changamoto moja hapo ambayo nimeisikia hata wewe ni ambayo inaongelewa kila kona, zinaa. Nini mtazamo wako Bishop? Kwa nini iwe zinaa? Kwa nini isiwe kitu chengine ambacho kinatajwa kwa masikio ya watu? Ni kweli, na hili sio tu kwa watumishi vijana. Ni kwa watumishi karibu walika zote wanakabiliwa na hili la roho mbaya ya zinaa. Labda kwa sababu Yesu mwenyewe alisema, akifananishe na nini kizazi hiki? Ni kizazi cha zinaa. Kwamba kizazi hiki zinaa kwao kimekuwa kitu cha kawaida, kwa sababu zinaa inaonekana hata kwenye mitandao ya kijamii. Kimekuwa ni kitu ambacho sio cha kificho. Na kwa sababu hiyo sasa hawa watumishi vijana, kwa sababu wanajihusisha sana na kwenye masuala ya kijamii na kwenye mitandao, wanakutana na hivyo vitu, hizo dhambi za zinaa huko ndani. Kwa ushawishi
wanakutana nao kulingana na aina ya watu walio nao. Ndio. Robo tatu ya waumini walio nao ni vijana. Kwa ni vijana wenzao, kwa inatakiwa awe na nidhamu ya kupita maelezo, nidhamu ya ukweli, kumjali, kumthamini yule aliyekuweka kwenye ule utumishi wako, kwa sababu aliyetuweka kwenye utumishi huu ni Yesu, ambaye yeye anapima nidhamu yake kwa uaminifu, kwa uaminifu kabisa. Kwa kweli hili jambo limetesa na linatesa kanisa sana la Mungu sana, sio kidogo. Kanisa la Mungu linapitia kwenye wakati mgumu juu ya watumishi, na watumishi wanaposemwa vibaya, kanisa linasemwa vibaya. Kwa hiyo halileti picha ya maana sana, lakini tunao watumishi vijana wengi ambao ni imara na wamesimama vizuri katika hili, wanamshinda adui. Bishop, katika changamoto ambazo tumezungumzia hapo, umezungumzia kuna changamoto ya mali ambapo vijana wanafanya vitu ambavyo havitokani na maandiko hata ya Biblia inavyotutaka katika kijana na utumishi. Umezungumzia wanaenda mbali, ndio wanafanya vitu ambavyo havipo kabisa, lakini pia tumezungumzia kwa habari ya zinaa. Sasa wafanye nini ili waweze kuondokana na changamoto hizi? Biblia iko wazi. Biblia iko wazi, nasema ikimbieni zinaa. Zinaa sio ya kujadiliana, zinaa ni ya kukimbia. Mtu mmoja wapo ambaye anatupa mfano mzuri wa kushinda zinaa ni Yusufu. Yusufu anasomwa kwenye Agano la Kale sura ya 32. Huyu ndugu alikuwa Myahudi, alilinda imani sana ya kwao, lakini aliuzwa akawa kwenye nchi ya Misri na akanunuliwa na mtu mmoja mkubwa kwenye jeshi la Misri anaitwa Potifa, na akafanya hivyo kazi kwa uaminifu. Kwa kuwa alikuwa mwaminifu kwa Mungu, Mungu alimbariki. Alibarikije? Alibariki kazi za bosi wake. Kwa yule bosi akawa tajiri sana, akawa na mafanikio makubwa. Mke wa bosi wake akamtamani, akataka kufanya naye zinaa. Yusufu alikataa, alikimbia, na katika kukimbia alikuwa radhi apate fedheha ile, avuliwe nguo kuliko kufanya kile kitendo. Alisema maneno ya kiume, maneno ya kishujaa, nifanyeje upumbavu huu nimkose Mungu? Kwa zinaa ni ya kukimbia. Mazingira yanayopelekea watu waingie kwenye zinaa ni yale mazoea ya kumzoea mtu wa jinsia nyingine. Anamzoea kiasi ambacho anaweza kujikuta ameingia kwenye hatari hiyo. Kuzoea, kuna mizaha, mtumishi anakuwa mtumishi wa mizaha, mtumishi ambaye kama vile hajali kitu chake, na mizaha hii anamfanyia mtu ambaye ni wa jinsia nyingine. Kwa vyovyote vile lazima atatumbukia. Kwa zinaa, kwa muono wangu mimi, ni kukimbia. Na hapo kwenye changamoto ya ambapo wanatamani kupata mafanikio haraka, nini wafanye? Kwa kweli, ndugu mtangazaji, hapa cha kufanya ni kufanya kazi kwa bidii. Yes. Kwa bidii na kwa moyo, kwa sababu ndivyo Biblia ilivyosema, na ndio agizo la Bwana Yesu. Anasema katika Yohana sura ile ya 4 mstari wa 26, anasema mtu akinitumikia na anifuate. Anarudia tena, anasema mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Amtumikie. Lakini ukisoma kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 hapo ukashuka mpaka mstari wa 14, anaongelea baraka za Mungu. Lakini baraka zile zitakuja pale tu mtu atakaposikiliza neno la Mungu kwa bidii, kutunza na kuyafanya. Sasa Mungu hajawahi kumwacha mtu wake. Kwa wakati wa Mungu atamuinua mtu wake. Kwa anachotakiwa kufanya huyu mtumishi wa Mungu ili kuepukana na haya yanayosemwa mabaya, ni pale tu ambapo yeye huyo mtumishi wa Mungu, huyo mtumishi wa Kristo, awe mchungaji, awe nabii, awe mtume,
awe askofu ni yeye kuishi maisha ya uadilifu na kufanya kazi ya Mungu kwa bidii. Mungu atamuinua. Okay, Bishop, kuna umuhimu gani kwa watumishi vijana kukaa chini ya malezi ya baba wa kiroho? Kuna umuhimu wote mkubwa sana. Yaani kama kuna jambo limezaa watumishi wengi waharibifu ni wale ambao hawana malezi. Kumbuka hakuna kiongozi asiyekuwa na kiongozi. Ukimwona kiongozi mzuri, basi kuna kiongozi aliye nyuma yake aliye mzuri. Ukimwona kuna mtoto mzuri yoyote, basi kuna wazazi. Na Biblia iko wazi nasema, enyi watoto watiini wazazi wenu. Kwa mimi na shauri hawa vijana, watumishi vijana, wahakikishe wanakuwa chini ya wale wazazi, wanawasikiliza wale wazazi, wanapata maelekezo kutoka kwa wazazi. Japokuwa watasema wazee wamepitwa na wakati, lakini hawajapitwa na wakati, kwa sababu hawa wazazi wao wa kiroho ni watu muhimu sana kwenye masuala ya uongozi, kwenye masuala ya utawala, kwenye masuala ya utumishi. Awe na mzazi, asitoke tu ameokoka, ni kweli, amejazwa Roho Mtakatifu, ni kweli, lakini lazima awe na mtu ambaye anamsaidia. Anatoka kwenye familia gani? Ni nani ni baba yake? Tunapoona na haribu, tujue tunamtafuta baba yake. Baba yake mbona amemwacha mtoto na haribu? Ni nani huyu? Kwa hiyo kuwa chini ya wazazi ni jambo la muhimu. Hawezi kuwa mchungaji asiyekuwa na wazazi, asiyekuwa na baba wa kiroho. Aweko baba wa kiroho. Makanisa mengi unayoona duniani yanao mababa wa kiroho. Na hata Biblia tu inasema juu ya mababa wale wa zamani, mababa wa kiroho. Wapo mababa wa imani. Ukisoma Waebrania sura ya 11 inawataja wale mababa wa imani. Inawaongelea jinsi ambavyo walisimama vizuri, na sisi tunaiga tabia zao, tunaiga mwenendo wao. Wale ni mababa wa kiroho. Sasa huwezi kuwa mtumishi leo mzuri kama huna baba wa kiroho. Huwezi. Bishop, na kwa yule ambaye kijana mtumishi ambaye tayari ameshaanza huduma na yamkini hana mzazi wa kiroho, acha ni yeye anasema mimi bwana naongozwa na Mungu tu peke yake, mimi siwezi kuongozwa eti na mtu eti binadamu, afu ni akati Mungu yupo. Amekusikiliza sasa hivi, yamkini anatamani kuwa na mzazi wa kiroho. Afanye nini ili ampate mzazi sahihi wa kiroho? Ni kweli, na mshauri ampate mzazi wa kiroho. Biblia inasema hivi kwamba utasemaje unampenda Mungu usiyemuona, halafu unamchukia ndugu yako unayemuona? Ningeshauri kwa mchungaji au mtumishi yoyote ambaye ameanza huduma na hana baba wa kiroho, ahakikisha naye baba wa kiroho. Amtafute baba wa kiroho anayeweza kumlea na kumtunza. Kama ni dhehebu, atafute dhehebu vizuri la watu waliookolewa vizuri, wanaoweza kumsaidia maadili ya kiroho. Wanaweza kusema, mwanangu, hapa usifanye, hata kama naona ile njia ni nzuri. Mithali anasema iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Anaweza kaona ni nzuri, hana baba, lakini anazaaje wale watoto? Wale watoto watakuwa hawana babu. Sawa, hawana babu. Na yeye atakapokuwa naishi atakabidhi vipi lile kundi? Yeye hakuwa na wazazi. Kwa na mshauri atafute kula likolelewa. Baba wa kiroho aheshimu mafuta yale. Hamuheshimu baba yake yule wa kiroho. Aheshimu. Bishop, naam. Ama nikupeleke moja kwa moja kwa upande wa kanisa. Kanisa linapata faida zipi kwa watumishi vijana? Asante sana. Kanisa linafaidika sana na watumishi vijana. Sana, kwa sababu yako maeneo ambayo watumishi wazee hawawezi kufika kulingana na kipindi walichonacho. Lakini watumishi vijana kanisa linafaidika nao sana, kuwafikia vijana kwa jinsi walivyo vijana, kwa mambo wanayopenda vijana. Vijana kuna mambo fulani wanayapenda, kuna vionjo fulani wanavitaka vijana. Kwa watumishi hawa wazee
hawa vijana wana faida kubwa sana kuwaleta vijana wengi kwa Yesu. Okay. Bishop, labda nikupeleke hapo. Asala zipi kwa kanisa ambalo halina watumishi vijana? Ni kama familia ambayo haina watoto. Ndio. Wamebaki baba na mama. Wakiisha hao, basi biashara inakuwa imeisha. Kwa hiyo kanisa linakuwa na kuendelea kwa sababu ya wale vijana wanaokuja nyuma yao. Hebu ona wakati wa Elia, kabla ya Elia, wakati wa Musa. Musa alipokuwa mzee alikabidhi mikononi mwa kijana Elisha, mwa kijana Joshua. Joshua kaendeleza, lakini Elia naye akakabidhi kwa Joshua. Vivyo hivyo tunaona huduma zinaendelea pale ambapo wazee wanakabidhi kwa vijana. Paulo mwenyewe katika kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya 4 ukianzia ule mstari wa 1 anamwasa mtumishi kijana akisema, lihubiri neno, uwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa, karipia, kemea na kwa mafundisho. Anaelezea kwamba yeye muda wake wa kufariki umefika, anaondoka, lakini kijana Timotheo aendeleze ile huduma ambayo inabaki. Kwa hiyo kanisa litakuwa hai, kanisa litaendelea, kanisa litakuwa pale ambapo tutajali sana huduma ya hawa watumishi vijana wanaoingia kwenye utumishi. Labda kuna mtumishi wa Mungu anakusikiliza sasa hivi, ni mchungaji. Kwa makanisa mengine, Bishop, huwa hawapewi vipaumbele vijana, wanaokana ni vijana ambao hawaaminiki kabisa, au yeye aamini kabisa vijana. Una nipi na kumwambia yule mtumishi wa Mungu kwa habari ya vijana ambao ako nao hapo kwenye kanisa lake? Anatakiwa wajali vijana kwa sababu yeye anaondoka. Kanisa linabaki, litaendelea kuwepo. Na ili liendelee kuwepo lazima wajali wale watumishi vijana. Tuende tu kwenye nchi za wenzetu kule nje waliotuletea maneno ya Mungu. Ukienda katika baadhi ya nchi hapo Ulaya, unaona kuna vitu ambavyo sio vyema, kwamba makanisa yanauzwa. Majengo yale yaliyokuwa majengo ya ibada wanayauza. Kwa nini wanayauza? Kwa sababu wameshindwa kulipa kodi. Wameshindwa kulipa kodi. Kwa nini wameshindwa kulipa kodi? Vijana hawapo, ni wazee. Kwa hiyo hilo kanisa lazima life. Kwa hiyo namshauri mchungaji, askofu yoyote kwenye huduma yake ahakikishe kwamba analea watumishi vijana. Wanakuwepo watumishi vijana kwa kuwa kanisa linaendelea. Mwili wa Kristo unatakiwa ujengwe na wote. Mwisho kabisa, Bishop, wito wako ni upi kwa watumishi vijana? Wito wangu kwa watumishi vijana ni kwamba kwanza wajitambue kwamba wao ni watumishi, wameitwa na Mungu. Na kwa kuwa wameitwa na Mungu, wamsikilize yule mwenye kuwaita anapowatuma kazi yake. Anataka wafanye kwa kiwango kipi? Yohana aliitwa, lakini alifanya kazi muda mfupi sana, miezi 6 tu, akawa amefanya kazi ile, ameenda. Akaja Yesu akafanya kazi miaka 3. Tunawaona kina Petro wanafanya kazi muda mrefu, na wengine na wengine na wengine. Kwa hiyo huyu mtumishi kijana amfahamu huyu anayemtuma anataka nini. Ndio atakapofanya yale ambayo yule aliyemuita ambaye ni Kristo na ndio muajiri, asimame na vile anavyotaka Kristo, asichukue mambo mengine pembeni. Kuna watu wengine anaweza kaja kaonekana ni mtumishi lakini sio. Wamenenwa kwenye kitabu cha Yuda pale moja, amezungumzia juu ya wale watumishi ambao wamejiingiza kwenye utumishi, wakaonekana ni watumishi lakini sio watumishi, waliandikiwa hukumu tangu kabla.
Kwa hiyo arudi amsikilize mwajiri huyo Yesu anasemaje. Hata serikalini tu umepewa wizara, usipomsikiliza, usipofuata sera za ile wizara, usitegemee kuona maendeleo, usitegemee kuona mabadiliko. Lazima usimamie sera za ile wizara inataka nini. Na sisi vivyo kama watumishi wa Mungu tufuate mwenye kazi yake anataka nini, anataka kazi yake ifanyike mpaka wapi. Pale atakaposema imetosha, imetosha, lakini kwa viwango vile alivyoviweka. Unajua ndugu msangazaji, viwango alivyoviweka Yesu ni vikubwa. Ndio. Amevisema kwenye Injili ya Mathayo sura ile ya 5, sura ya 6, sura ya 7, akiwa anawahutumia pale mlimani. Pale ndo ameweka kiwango cha utumishi wa kanisa lake liweje, amekiweka pale. Kwa hiyo mtumishi akisoma, akitaka kuwa mtumishi, apitie hapo, apaone, halafu apaishi, kisha taona Mungu atakavyomtokea. Mungu hawezi kumwacha mtumishi wake kamwe, atamuinua tu, asubiri wakati wa neno. Mungu akubariki Bishop John Kamwela. Ninaamini yule mpenzi mtazamaji, aswa kijana mtumishi, ameweza kupata kitu ambacho kilichokuwa kinamsumbua au alichokuwa anakihitaji ndani ya utumishi wake, lakini bila kusahau wale wachungaji ambao hawapatii nafasi vijana. Ninaamini kupitia wewe wameenda kujifunza na wataenda kuwapatia nafasi mbalimbali za utumishi katika makanisa wanayoyaongoza. Mungu akubariki Bishop John Kamwela. Naamini kuna siku tutakuhitaji, utaweza kuhudhuria hapa. Asante sana ndugu mtangazaji, nashukuru sana. Amina. Nakumbuka tu ni waase watumishi wenzangu wazee wasiogope kuwatumia vijana, kwa sababu wakiwatumia vijana wana nguvu na kanisa litakuwa na nguvu. Na wala watumishi vijana wasiogope kwenda kwenye utumishi, wasiogope waende wakalitumikie jina la Yesu. Nakushukuru sana ndugu. Amina baba. Mungu akubariki. Bariki sana Bishop. Asante sana. Amen. Mungu awabariki sana wapenzi watazamaji, nikishukuru, lakini pia unaweza kucomment katika chaneli yetu kutoa maoni yako mbalimbali kuhusiana na kipindi hichi. Langu jina ulikuwa nami Crystal Rogers au dada wa vijana. Tukutane wakati mwingine Jumanne na Alhamisi muda na wakati kama huu. Amen. Amen. Neno la wakati. Neno la wakati na Crystal Rogers, dada wa vijana, ni kila siku ya Jumanne na Jumamosi saa 2 kamili hadi saa 2:45 usiku. Karibu ujifunze, ukue na uvuke kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine.